Karibu tujifunze pamoja. Leo Jumapili, Aprili 26, 2026, katika kesha la asubuhi tutajifunza somo linalosema kito au kokoto. Fungu la leo linatoka katika kitabu cha Hagai 2:23. Linasema, katika siku ile, asema Bwana wa majeshi, nitakutoa wewe, Zerubabeli mtumishi wangu, mwana wa Shealtieli, asema Bwana, nami nitakufanya kuwa kama pete yenye muhuri, kwa kuwa nimekuchagua, asema Bwana wa majeshi. Wakristo ni vito vya Kristo, wanalazimika kuangaza kwa mng'ao angavu kwa ajili yake, wakitoa nuru ya uzuri wake. Mng'ao wao hutegemea nuru wanayoipokea. Wanaweza kuchagua kuangaziwa au kubaki bila kuangaziwa, lakini kila mtu ambaye anatangazwa kustahili mahali katika hekalu la Bwana lazima ajisalimishe kwenye mchakato wa ungarishaji. Bila huo ungarishaji ambao Bwana anauotoa, hawawezi tena kuakisi nuru zaidi ya kokoto za kawaida. Yesu anamwambia mwanadamu, wewe u wangu, nimekununua. Kwa sasa wewe ni jiwe tu lenye mikwaruzo, lakini ikiwa utajiweka mikononi mwangu, nitakung'arisha na mng'ao wa kwani utang'aa, utaliletea jina langu la heshima. Hakuna mtu atakayekung'oa mikononi mwangu. Nitakufanya kuwa hazina yangu ya pekee. Kwenye siku ya kutawazwajo kwangu, utakuwa kito cha thamani katika taji ya furaha yangu. Mtendakazi wa Mungu hatumii muda kwa vitu visivyo na thamani. Ni vito vya thamani pekee ambavyo yeye huvinganisha kufanana na makao ya kifalme, wakiondoa kingo zote mbaya. Mchakato ni mkali na wa kuchoshisha, huumiza kiburi cha mwanadamu. Yesu anakata ndani zaidi katika uzoefu ambao mwanadamu katika kujitosheleza kwake ameuchukulia kuwa mkamilifu, na anaondoa kujiinua kutoka katika tabia. Anakata sehemu ya ziada na kuliweka jiwe kwenye gurudumu la kung'arisha, analisogeza karibu ili ukali wote uweze kuondolewa. Kisha hukishikilia kito hicho juu ya nuru, mwalimu anaona ndani yake sura yake mwenyewe na anatamka kuwa kinastahili kuwa na nafasi kwenye kibweta chake. Katika siku ile, asema Bwana wa majeshi, nitakutoa wewe, nami nitakufanya kuwa kama pete yenye muhuri, kwa kuwa nimekuchagua, asema Bwana wa majeshi. Heri kupitia uzoefu huu, hata ukiwa mkali kiasi gani, ambao unaleta thamani mpya kwenye jiwe na kulifanya kung'aa kwa mng'ao ulio hai. Mungu hatumwacha mmoja wa watendakazi wake wenye moyo wa kweli kuachwa peke yake kushindana na hali ngumu na kushindwa. Atamhifadhi kama kito cha thamani kila mtu ambaye maisha yake yamefichwa pamoja na Kristo katika Mungu. Mwenyezi Mungu akubariki sana. Usisahau kufollow, kusubscribe, kulike, kushare na kucomment kwa jina la Mpakani SDA Church kusaidia ujumbe huu kuwafikia wengi. Uwe na tafakari njema.